Love me, love me, love me, love me. Love me, love me, love me. Love me. Dunia hada inanicheza, kila nikigeuka kuna majaribu. Nimechoka kidogo, moyo unasita, lakini bado ninasimama nikiwa hai. Mimi si mkamilifu, najua hilo. Maji yakipanda siwezi kuzama. Nashika tumaini usiku kizidi. Ninakuita sasa, au nisikie? Mungu nipe nguvu, nipe ujasiri, nivuke haya yote, nisivunjike leo. Ina maana ule msamaha unakuja kuniomba pale ni wakinafiki, si ndio? Steve, nimekukosea nini mimi? Mbona unanilipa haya? Nimekukosea nini Steve? Kumbuka, nimefanya mengi sana kwa ajili yako. Nimefanya mengi jamani. Nimekufanyia nini mimi mbona nilibaya? Nimekufanyia nini Steve? Hivi nyinyi wanaume mpoje? Mnatakiwa mfanyiwe nini ndio muone kwamba huyu mwanamke anakupenda kweli? Ungeniambia basi. Mbona nimefanya mengi sana. Kila staili ambayo ulikuwa unahitaji nilikupa Steve. Yule kakupa nini? Unanisahau mimi Steve. Sasa kuanzia leo hii mimi na wewe Steve imeisha. Ujasiri ni
Hivi Maliki, unataka nikwambieje? Nishakwambia sikutaki. Kwani hutaki kuelewa? Yaani mimi siwezi kuwa na mwanaume kama wewe. Mwanaume mwenyewe huna hela, upo tu. Kuna kitu gani ambacho naweza nikifanya na wewe? Yaani kwenye hizi level za kukaa na watu kama wewe, nishavuka. Tayari na mwanaume. Anasema kama zote. So rahisi kama unavyofikiria unajua. Na siwezi kukuacha kirahisi unavyofikiria. Sawa? Nimewekeza muda wangu mwingi kwa ajili yako. Alafu eti kirahisi tu niambia umeniacha. Why? Wewe unafikiri pesa ndio kila kitu kwenye maisha yako? Sikia nikwambie. Kila kitu ni mapenzi ya kweli mwanamke. Nikwambie hicho kitu. Sijui umenielewa? Na usifikirie huyo mtu anakudanganya tu, hawezi kukutumia hivyo unavyofikiria wewe. Huo ni ugeni tu Mati. Atakutumia, atakuacha. Alafu utakuja kunikumbuka mimi. Sikiliza kwa makini. Utake, usitake utaniacha. Na usipotaka kuniacha wewe, nitakuacha mimi mwenyewe na tayari nishakuacha. Na kama ukiendelea kunifuatilia, nitakuitia mwizi. Mwizi mmoja wewe. Sikiliza nikwambie kitu. Mimi malengo yangu sio kuwa na wewe tufanye maisha. Malengo yangu mimi ilikuwa niwe na wewe tu kimapenzi, nipite. Kwa nini unaniganda? Mimi sitaki tufanye maisha. Mimi nataka nipite. Na ndio hiyo ilikuwa sababu yangu kubwa sana, kusudio langu kubwa. Kwa hiyo unaponipa hizi taarifa na kuniambia kwamba kunionyesha kwamba unanipenda kwa dhati, lazima inanistua sana. Kwa sasa siko na huo muda wa kukaa na mwanamke. Lakini dadi, wewe si ndio uliniahidi ahadi nyingi sana. Uliniambia unanipenda, unaweza kunihudumia, utanipa heshima kama mke wako. Wewe leo unaniambia tuachane. Unajua mimi najisikiaje unaponiambia mimi na wewe tuachane? Mimi nakupenda na kuhitaji kwenye maisha yangu. Sitaki kukupoteza dadi. Nakupenda sawa, na kukupenda kwangu sio sababu ya mimi kuishi na wewe. Sababu ya mimi kukupenda haimaanishi kwamba mimi nifanye maisha na wewe. Siwezi. Sasa kwa hiyo tutakuwa tunaishi maisha ya drama, si ndio? Ukipata mtu mwenye pesa unanichiti tena mimi. Akikuacha unamfuata, si ndio? Hapana. Mimi sio kama gari ya daladala kwamba unapojisikia tu unakuja kwangu. Hapana. Siwezi kuwa na wewe Mati. Inatosha, ulichonifanyia kinatosha. Sitaki tena kuongeza matatizo kwenye maisha yangu. Lakini baba, umesahau yote nilokufanyia. Hapana Mati, hapana. Nimesema haiwezekani kwa sababu ulichonifanyia, I say, hata ulimwengu wenyewe umeshangaa. Mimi Mati, kwa kunifanyia yale unifanyia, umenitukana mbele za watu na kunizalilisha, kuniambia kwamba mimi sina chochote, sina lolote, si ndio? Kwa sababu umeona mimi sina pesa. Leo amekuchezea mjinga mwenzako, sasa hivi eti unanikuja kunifuata mimi. Iko kitu hakipo tena Mati. Siwezi kuwa na wewe. Na naomba usinifuatilie tena, na kusii usinifuatilie, nitakufanya kitu kibaya sana. Naomba unisamehe. Hapana, siwezi kuwa na wewe Mati. Naomba uniache, siwezi kuwa na wewe. Ujinga wangu umenifanya nimpoteze mpenzi wangu nimpendaye tamaa ya pesa ilinizidi moyo. Vipi ndugu yangu? Safi, karibu. Salama kabisa. Sasa usishangae ghafla sana. Yes. Nimekuja na jambo kidogo, naomba unisaidie. Nina vipengele kidogo vipo sawa kwa upande wangu. Kwa hiyo naomba niazime kama 50. Nitakurudishia baada ya wiki moja.
Yaani shida yako brother ni kwamba pesa unaitamka kirahisi sana. Na mara zote mimi huwa nakusaidia hapa. Ukiwa na shida yoyote unakuja kulia hapa na kusaidia. Sasa kwa namna kadri siku zinavyozidi kwenda na mimi nachoka. Kuna namna nahitaji na mimi usaidizi. Sasa kama unaona kuna uhitaji wa chochote kile, dada Aisha si yupo? Kwa nini umpelekee shida zako kila siku unaniletea mimi? Hauoni kwamba mimi nachoka? Bila shaka mdogo wangu umenichoka sasa. Yaani kunichoka kwako kunaonyesha wazi wazi. Na kulilia shida yangu na kuelekeza matatizo yangu, wewe unayatupia kwa mtu mwingine, tena mshenzi kama yule. Hebu nisikilize kitu kimoja. Shida zangu isiwe sababu ya wewe kunizalilisha. Matatizo yangu isiwe sababu ya wewe kunikutanisha na jitu ambalo sikuwahi kulifikiria kwenye maisha yangu. Aisha, mtu mwenye tamaa kuliko neno lenye tamaa, mjinga kuliko wajinga, mshenzi kuliko washenzi. Mimi au nahisi hivi ninavyokufuata kukuelekeza shida zangu unanichukuliaje? Nikisema nizitafute hizo 50 nitazitafuta, nitazipata. Nisikilize nikwambie kitu ndugu yangu. Biashara vyangu tu vimekwama kidogo. Viuchumi vimeyumba kidogo, ndio maana umeona nimekuja kukulilia shida. Ndio maana unaniona nimekuja kukulilia shida, lakini isiwe sababu ya wewe kunipeleka kwa jitu ambalo sijawahi kulifikiria. Yes. Tena nakwambia, huyo mtu hata ikitokea nikifariki asije kunizika. Nitafufuka. Nisikilize. Baki na 50 yako. Sitaki tena. Na kama utaendelea kumtaja huyo mtu mbele ya macho yangu, hata kwako utoniona. Kwani kuna shida gani? Hivi watu wana shida gani? Yaani wana ugomvi gani ambao unasababisha mpaka mtu anashindwa kwenda kuomba msaada kwa ndugu yake? Kitendo cha kumwambia aende kwa dada yake akamwombe msaada kuliko mimi kuniomba msaada kila mara inakuwa shida. Sasa ni ndugu lakini bado wanagombana. Unajua wao. Karibu shemeji. Asante. Vipi? Kuna tatizo lolote? Shemeji, tatizo ni Steve. Huwezi kuamini. Steve analala na mwanamke mwingine kwenye kile chumba ambacho analalaga na mimi. Na afu tena ananiambia eti sio mtu wake. Hivi ni kweli? Hata ni wewe unaweza kuamini hicho kitu? Mwanamke na mwanaume wanawezaje kulala chumba kimoja na wasifanye kitu chochote? Baba hapa unavyoona hivi. Nishamwambia Steve mimi na yeye tuachane. Lakini mimi nashindwa kuvumilia, bado nampenda. La kuomba shemeji yangu, kanisaidie kuongea naye Steve abadilike basi hata kidogo. Amfukuze yule mwanamke pale. Pole sana shemeji. Alafu naye pia nishakwambia muda mrefu. Vipi kwa una date na watu ambao ajabu wewe? Sasa angalia leo anakutesa. Sasa ungekuwa na mimi, ungepungukiwa na nini? Mimi nisingekupa stress. Yule jamaa ajabu, nilikwambia muda mrefu sana Nola.
Alafu tatizo lako ulikuwa mbishi kuelewa. Sasa leo anakukuta. Unalalamika eti anakutesa sijui nini. Sikiza nikwambie kitu Nola. Achana na Steve. Kwani sio na mimi? Au unaona mimi Mnyamwezi nini nimepoa na vitu kama hivi? Tena ungekuwa na mimi hata usingekuwa na stress. Ningejua kukuenda mtu mzuri kama wewe, mrembo. Unakuwa na washamba wala kutoka Mbwinde huko. Badisha maamuzi, kuwa na mimi Mnyamwezi hapa tupoe. Au unasemaje Nola? Sasa nikwambie kitu. Katika maisha yangu mimi sija kumuumiza mwanamke. Alafu ni mtu ambaye naheshimu sana wanawake. Na siwezi kuumiza katika mahusiano. Njoo na mimi. Sawa, nitakuhendo. Nitakupa matunzo yote kama mwanamke anapaswa kupewa. Achana na Steve. Atakukondesha bure, wewe mtoto mzuri. Kwa nini ukonde kwa ajili ya mapenzi wewe? Alafu kitu ambacho ukijui kuhusu ile demu, mimi niko najua kila kitu toka mwanzo wa mchezo. Ila sikutaka kukwambia ukweli kwa sababu ungeona labda mimi mnafiki sijui nini nampakazia Steve. Sasa uzuri umejionea mwenyewe. Yule kweli ni demu wake. Na na muda mrefu sana katika mahusiano yao. Kama kitu ambacho ulikuwa ukijua. Wana zaidi ya miaka 3 katika mahusiano yao. Na mimi nishamshauri sana Steve kuhusiana na wewe. Lakini akaona mimi kama ile namuingilia maisha yake. Mimi nimeamua kuachana naye tu. Sitaki tena kujihusisha na mahusiano yenu. Kwa hiyo sasa karibu kwenye ulimwengu wa mapenzi. Mtu mzuri kama wewe nini? Hebu niache. Hivi una akili kweli wewe? Yaani mimi nimetoka nilipotoka nimekuja hapa. Najua nakuja kuongea na shemeji yangu, mtu wa maana, rafiki wa mchumba wangu. Lakini kumbe wewe akili zako hazipo. Yaani wewe unawaza mapenzi na mimi? Mimi nazaje kuwa na wewe? Hivi ulikaa chini ukafikiria kweli? Unakuja tu unalopoka eti shemeji, vyako vyako. Mimi hapa nimekuja kuomba msaada. Kuhusu swala la mapenzi mimi na wewe. Futa kwenye kichwa chako. Hivyo unaanza kutembea na mimi wewe? Nilishakukataa tangu mwanzo. Wewe hauna vigezo vya kuwa na mimi. Utabaki kuwa shemeji yangu tu. Mshenzi mkubwa wewe. Mwana Isaya wewe. Unachezea bahati mtoto, njoo kwangu. Unamlazimisha mtu asiyokupenda. Steve. Mbona umekuja hapa uongee chochote, umekaa kimya? Sasa nikuelewe vipi? Maliki. Yaani sikufichi mwana. Hili jambo linaenda kunikalia kwa. Yaani naona yule mtoto ndio imekuwa sababu kubwa sana ya mimi kugombana na mpenzi wangu. Yaani kuna muda mpaka najuta kwa nini nilimsaidia. Yaani kiukweli ananipa heka. Natamani nimfukuze. Lakini nikifikiria hata kama nakafukuza, kamekuwa ni katoto kakulia shida kila siku, mara sijui sina ndugu, sina wazazi, sijui kijiji naishi na bibi, kuendelea kwenda kijijini maana yake kwenda kuteseka. Ananivuruga kichwa yule mtoto Maliki, wewe acha. Yaani ninavyokuambia sasa hivi Maliki, sidhani kama mpenzi wangu mimi nitakuwa naye. Na kama unavyojua mimi ninampenda mpenzi wangu. Yaani katika ujana wangu wote sidhani kama mimi kuna mwanamke ambaye nilishawahi kuwa naye alishawahi kunipa furaha, vitu vingi vya ajabu kunifanya nijisikie furaha kuzaliwa kwangu duniani kama yule mtoto. Sasa leo unaona kabisa naenda kumpoteza. Yaani bwana kwa kweli sielewi chochote mpaka leo. Steve, mimi nadhani mara kwanza nilikwambia hicho kitu, kwamba mwishoni itakuja kutokea madhara makubwa juu ya mahusiano yako. Na utaka kunielewa. Sasa hebu angalia leo. Na mimi ninachojiuliza, kwa nini wewe unamng'ang'ania yule mtoto? Kwani una shida naye au labda mshaanzisha mahusiano pia? Maana naona kama ukaribu wenu siuelewi kwa sasa. Sababu nikikwambia achana na yule mtoto,
Mwache aondoke kwao, utaki. Leo unakuja hapa unaniomba ushauri kwamba sijui mke wako amuelewani na nini. Sasa unahisi mimi nakusaidia nini ndugu yangu? Na waliakuwa toka mwanzo nimekupa ushauri wa msingi sana. Nimekuambia ndugu yangu, achana na yule msichana. Mwache aondoke. Alafu najiuliza kitu kimoja. Wewe na ule msichana mnalala vipi chumba kimoja na kitanda kimoja? Hebu sometime vaa viatu vya wenzako Steve. Hata ungekuwa wewe, yule mwanamke wako angekuwa na mwanaume, afu analala naye chumba kimoja, afu eti anakuambia nimemsaidia, wewe ungeweza kumuelewa? Hata ingekuwa mimi ningefanya kama nilifanya, kwa sababu ni kitu ambacho akifikiriki kabisa kiuhalisia wa kibinadamu. Sababu haiwezekani unampokea mtu from nowhere, umjui alipotokea, ujui familia yake, ujui wazazi wake, leo unaishi naye ndani kwako. Alafu eti unaniambia kwamba eti mwanamke wako asa hivi amuelewani. Lazima msielewane kaka. Hilo sio jambo la kawaida. Hata ungekuwa wewe ungefanya hayo maamuzi ndugu yangu. Sometimes kuna vitu vingine Steve, hebu fikiria mara mbili. Sio unakurupuka kama chafya ndugu yangu. Aisee. Hivi Maliki hapa ninapokuambia. Nimetoka kwa blaza wangu kule bondeni. Kwenda kumwazimia nauli, anipatie hata nauli, nikipatie kile kitoto kiende kwao ili kuepusha lawama. Mshikaji wangu naye hana hata ambaye ndo nikiwaga na shida vyangu ananisaidia, ananisave, lakini pia leo nimemjulia shida akasema hana chochote. Yaani ndo nimezidi kuvurugwa, yaani natamani hata niuze simu yangu tu nimpatie nauli aondoke, mradi nikane na hizi kero ndogo ndogo. Wewe kama una pesa kidogo hapo, hebu nisaidie mwanangu, japo hata 50 nimpatie yule mtoto aondoke. Sikia nikwambie Steve, na hata kama ningekuwa na hiyo pesa singekupa, kwa sababu nilishakuonya toka mara kwanza, achana na huyo mtoto. Wewe umemng'ang'ania, umemweka kifuani. Sasa leo unakuja eti unaniambia Maliki niazime pesa nimpatie nauli. Sina pesa kaka, siwezi kutoa pesa yangu upumbavu kama huo. Yaani bora hata nikanywe pombe, nijue mara 10 kwamba nimeenda kuenjoy na maisha yangu. Yaani nitoe pesa nikupe wewe, umpe yule mjinga wako. Unaonekana una huruma sana ndugu yangu. Ila kumbuka, wanasema Waswahili, huruma sio malezi. Na huruma siku zote inaponza. Sasa take care brother. Basi sawa, haina shida. Ngoja niende, tutasomana basi. You are welcome. Ninakuita sasa au nisikie. Mungu nipe nguvu, nipe ujasiri, nivuke haya yote. Hey mlembo, mambo? Poa. Mzima wewe? Hey, ni mwenyeji mtao? Hapana. Unajua unanichanganya sana. Samahani, lakini kama nitakuwa nimekuuzi kwa hili, ila ningepata japo dakika 2 naweza nikazungumza na wewe. Ongea unachotaka kuongea. Kona sizitaki. Nachelewa napotaka kwenda. Unajua, samahani kama nitakuwa nimekukwaza kwa kusimamisha, lakini nina mawili matatu nataka nizungumze na wewe. Sasa sitaki kupoteza muda sana. Unajua nimevutiwa sana na wewe. Hakika ni binti ambaye ni mrembo sana. Na labda niseme ningekuwa na uwezo wa kufungua moyo wangu ukaona ni namna gani moyo wangu unavyolipuka juu ya uwepo wako. Sidhani kama unaongeza kuamini kwa 100% hii ninayokuambia. Ukweli ni kwamba nimevutiwa sana na wewe. Na kama utojali, unaweza ukanipatia namba yako ya simu kwa ajili ya mawasiliano zaidi? Sikiliza we kaka. Mimi sio malaya, sijiuzi hapa. Sio kila mwanamke unayemwona anatembea barabarani wewe unataka tu kutongoza, kumuitaita, unamuongelesha vitu ambavyo havieleweki. Sikiliza nikwambie. Sikutaki. Sitaki
na sina namba ya kukupa. Nimependa sana ujasiri wako, na mimi huwa napendaga wanawake wanaojiamini kama wewe, ila kwa sababu umenifurahisha, sina budi na mimi kukufurahisha. Hii ni kwa ajili ya vocha tu. Na hii ni business card yangu, utanitafuta. Usijali, namba yangu hii hapo nimekupa, naomba unitafute. Usisahau kunitafuta. Bahati huahidi mara mbili. Love me, love